Mwaka jana mwezi wa 11 nikapoteza mume kwa ajali, nikabaki na watoto wawili. Nilishukuru Mungu kwa sababu alinipima kwa viwango vya kwake, akaona ninavyoweza. Lakini mwaka huu mwezi wa 3 tarehe 13 nina binti yangu anasoma Mbeya, ambaye ni wa kwanza, yuko form 2. Nilipigiwa simu na walimu, nikaambiwa mtoto wako anaishiwa nguvu, kwa tunampeleka hospitali. Nikaendelea kungoja majibu ya daktari, wakasema mtoto wako ana shida ya meno yote, ana shida ya macho, anatakiwa kufanywa operation. Nikawaambia kwa sababu hajawahi kuwa na hiyo background ya shida ya macho, ya shida ya meno, ninaomba apewe tu dawa ya maumivu, afanye mtihani wa form 2, zeni mwezi wa 4 akirudi nyumbani nitakuja kuhangaika mwenyewe, kwa sababu nilikuwa najua akija nitamsogeza msalabani. Lakini wakati nimepinga kutokufanyiwa operation, ndani ya siku, ilikuwa ni siku ya Ijumaa walipokuwa wamempeleka hospitali. Jumamosi nikapiga simu, sikupata mawasiliano yoyote. Lakini kumbe mtoto yule, ile siku ya Ijumaa ninapoambiwa kwamba ameishiwa nguvu, ni kwamba ulikuwa ni usiku wa Alhamisi kuamkia Ijumaa. Walikuwa wanamwamsha wenzake asubuhi, wanaona hamki, wanamwamsha wanaona hamki, wana kawaida ya kuamka saa 11. Ni shule ya dini, kwa wakaenda wakaripoti, akabebwa akapelekwa kwenye maombi. Walipomwombea ile asubuhi akaweza kuzinduka, ndipo akawa hana nguvu. Wakampeleka hospitali, wakasema kwamba ana hizo shida. Sasa baada ya kurudi hospitali ile Jumamosi asubuhi, wanaamshwa kwa ajili ya kwenda kufanya shughuli za shule. Yeye analala kwenye deka. Kwa aliposhuka chini akadondoka, wenzake walifikiri ameanguka. Kwa wakamuinua akawa hasimami, wanamuinua asimame. Ninachoongea namaanisha kwamba miguu ilikuwa haifanyi kazi. Kwa shida ilianza usingizini baada ya kuchukua. Lakini wanafunzi wakasema anaitwa Betha. Wakasema Betha, wakijua walimu hii shida utarudi nyumbani. Kwa sababu kuna mtihani wa form 2. Yuko fulani aliumwa akarudi nyumbani. Watoto wale walichokuwa wakikifanya, wakawa wamekaa naye Jumamosi pasipo walimu kujua. Wamekaa naye Jumapili pasipo walimu kujua. Jumatatu asubuhi wakamwandaa saa 11, wakambeba wakaenda wakamkalisha darasani. Walimu wakamfundisha siku nzima yule mtoto pasipo kujua kwamba hatembei. Ilipofika jioni wakambeba wakamrudisha bwenini. Wamefanya hiyo kazi Jumatatu, wamefanya hiyo kazi Jumanne, wamefanya hiyo kazi Jumatano. Anawaambia wenzake, nisaidieni mpaka nitakapofanya mtihani. Nikifika Morogoro nitapona. Mama yangu ni muombaji. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo siku ya Alhamisi mwanafunzi mmoja akawa anaumwa tu, alifanyia operation ya kitovu, kwa mshono wao wanamsumbua. Akaenda kwa nesi wa hospitali kwenye shule. Nesi akamwambia, umekaa mpaka unakuwa na hali kama hii, kwa nini hauji mapema kwa daktari? Akasema, nesi, mimi nina uafadhali, yuko mwenzetu Betha kule mwenini hatembei kabisa, wanafanya kumbeba na kumleta darasani. Aliyenipigia simu njoo ufuate mtoto alikuwa ni nesi, hawakuwa walimu. Ndipo nikapiga simu kwenye uongozi wa shule, wakasema mtoto anakuja. Walipata pressure kwa sababu nimepata habari kwa mtu ambaye hakuwa sahihi kunipa habari. Wakampakia haraka kwenye basi mtoto. Sikujua kwamba ni kiwango kile ambacho ana hiyo shida. Ninafika Msamvu kuchukua mwanangu kwenye basi, hainuki, usawa wa kiuno kushuka chini, hafanyi kazi yoyote, hachuchumai, hatambai, miguu imenyoka hivi. Nilipotaka kumchukua kwenye gari nilishindwa kama mama. Nikamuomba muuza juisi, nikamwambia ingia kwenye gari, bebe mtoto. Ndipo akambeba mwanangu kama mlemavu. Nilienda naye moja kwa moja kanisani, akaombewa, tukarudi nyumbani. Siku wa asubuhi ya Jumapili nikamkia Mzinga, ilikuwa ni saa 4. Toka saa 4 asubuhi mpaka saa 12 jioni, madaktari wanahangaika vipimo vyote.
wanachukua damu, walipiga x-ray ya mwili mzima. Imefika saa 12 wananitolea mwanangu kwenye vipimo, wakanipa blueprint za shilingi 2000. Wakasema hawajaona shida. Kila siku, kila saa sikumpigia yeye, alinipigia saa 11 asubuhi. Akasema Dr. Since problem. Nikamwambia dada, baba kweli nipo kwenye trouble. Mtoto amerudi atembei. Nimeenda Mvinga, wamesema hawaoni chochote. Wamesema labda niende naye kwa specialist wa mifupa. Akasema okay, we are going to pray. Akasema mshike miguu mtoto. Nilikuwa nimemshika miguu. Kwa hiyo nilikupigia saa 11. Alinipigia simu saa 11 wakati kama jana, ndipo Mzinga walisema hawajaona shida yoyote. Akasema weka mikono kwenye nyayo zake. Nikaweka mikono kwenye nyayo. Ilikuwa ni saa 11 ninajiandaa kwenda kazini kwa ajili ya kuprocess ruhusa. Kwa nikashika nyayo za mtoto. Nilimshika akiwa amelala, baba akiwa anaendelea kuomba. Yeye akashtuka, nikamwambia amka, tunaomba. Baba anaomba kwenye simu. Ndipo mtumishi Titus akawa anaomba kwenye simu. Akasema ninaachia uponyaji kwa huyo mtoto. Ndipo nikamwacha anaendelea kulala, nikajiandaa nikaenda kazini. Ilipofika saa 4, binti akanipigia simu. Akasema mama, kaa pazuri tuongee. Nikakaa pazuri tuongee. Akasema mama, niliona Besa amesimama lakini anapepesa miguu.
uende kwa ajili ya wema. Leo ondoka uangaze, nuru yako imefika. Ondoka uangaze, nuru ile imeonekana. Leo nenda angaza pale kijijini, nenda angaza kwenye ule mtaa wako, nenda angaza, nuru imefika. Nenda angaza, nuru imefika. Nenda angaza, nuru imefika. Kupitia ushuhuda wa mama huyu. Yes. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Nenda angaza kwenye ile. Angaza kwenye mambo yako. Angaza. Ushuhuda huu ni wa muhimu kwa ajili ya mwanamke mtope na wengine. Ni wa muhimu kwa ajili ya watoto wako wote. Ni wa muhimu kwa ajili ya kanisa hili. Nenda angaza. Nenda angaza, yule mtoto wako atakuwa salama. Nenda angaza, yule mtoto wako akiamini atakuwa salama. Akiamini atakuwa salama. Tuna Mungu